Hayawi huwa. Hivi leo mambo yamebainika waziwazi ni kwamba Albert Ojwang alifikishwa kituo cha hospitali kama ashaaga. Je, maswali Wakenya wanayojiuliza ni kwamba Albert Ojwang aliuliwa na askari kabla ya kufikishwa kituo cha hospitali cha Mbagathi, au ni kipi kilifanyika? Kwa sababu hii inakinzana na habari ambazo askari walitoa mwanzoni kwa kusema Albert alifikishwa kituo cha hospitali ya Mbagathi akiwa hali mahututi. Naam, ukitazama kanda ya video hii inaonyesha waziwazi ni kwamba gari lililokuwa limebeba Albert Ojwang la askari liliingia pale. Lilipoingia pale hawakuwa na ile haraka ya kumtoa, kwa sababu walichukua takriban ya dakika 10 ili kumtoa hapo. Na kabla wamtoe, askari wale walifanya mazungumzo kwenye simu. Labda walikuwa naongea tu na mtu au ni mkubwa wao wakimuelezea jinsi mambo yalivyo. Na kinachoshangaza ni kwamba labda walipewa habari kwamba sema ni yuko hali mahututi, ndiposa tukishamtoa hapa tutasema kwamba alifika kama yu hali mahututi na kafia hospitalini. Hili ni jambo la kushangaza kwa sababu serikali ndiyo inafaa ilinde wananchi. Na hapa tunaonyeshwa waziwazi askari kwenye vazi lake. Yeye ndiye anabeba mwili wa Albert Ojwang, na walipomtoa pale nje kwa gari la askari walimpeleka katika chumba cha wagonjwa mahututi, na hospitali ya Mbagathi ilidhihirisha kwamba Albert Ojwang alifikishwa pale akiwa ashaaga dunia. Hii ni mambo ya kushangaza sana kwa sababu serikali inapaswa kulinda wananchi. Inakuwaje wananchi wanapigwa, wanauliwa na askari, au wanakufia mikononi mwa askari, na askari wanaleta habari kwamba mwananchi mwenyewe amejiua? Na jambo hapa linaonyesha si jambo la kawaida, kwa sababu mambo yanaenda sege mnege. Jua ni kwa nini nasema mambo yanaenda sege mnege? Ni kwa sababu askari wanataka kujitoa kwa hii kesi ya kifo cha Albert Ojwang, na hospitali ya Mbagathi tena wanataka kujitoa katika hii kesi ya kifo cha Albert Ojwang. Na Wakenya wako macho ili kupata ukweli kuhusu kifo cha Albert Ojwang. Na management ya hospitali ya Mbagathi wanaelewa kwamba Wakenya wanaweza kataa au wanaweza susia kwenda hospitali ya Mbagathi, na hata wanaweza enda pale na wafanye maandamano na kitu ambacho watu hawawezi amini. Ndiposa wakaruhusu kituo cha Citizen TV kitoe footage za CCTV ili kubainisha tu ukweli. Wao hawahusiki na kifo cha Albert Ojwang, na Albert Ojwang alifikishwa pale akiwa tayari kasha kufa. Ni jambo la kushangaza kwa sababu askari ambaye anafaa kulinda mwananchi ndiye anayemuua mwananchi. Na kifo cha Albert Ojwang, baada ya watu kuona video hii, wamepandwa na mori sana. Hii inamaanisha nini? Watu wakiungana watakemea maovu ambayo yanatendwa na askari. Na hivi leo kila mtu yu dhahiri kusema maovu haya yalitendwa na askari, kwa sababu hata kanda za video zinaonyesha askari Albert Ojwang alikuwa mikononi mwa askari, na akifa alikuwa mikononi mwa askari. Na askari wenyewe wanatoa habari ambazo zinakinzana
kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wengine wanasema Albert Ojwang alijiua. Na wakati wananchi wanafuatilia kwa kina na kubainisha mambo waziwazi, askari wanajikanganya na kusema kwamba Albert Ojwang aliuliwa na askari. Naam, IPOA wako macho, wanajaribu, ila IPOA wanalipwa na askari au serikali. Hivyo basi IPOA italemazwa kutoa habari za kuhitaji kuwafadhili au kulipa, au wengine wanaogopa kwamba wakitoa ujumbe huo pia na wao watauliwa. Sasa katika nchi hii kila kitengo kina wasiwasi, kwa sababu ni binadamu tu kama binadamu wengine, wanaogopa tena kuuliwa. Na hili ni jambo ambalo linalemaza maswala au jinsi serikali inavyoendesha shughuli zake. Naam, vijana wasimame wakatae kukandamizwa, kwa sababu jambo kama hili likiendelea nchini inamaanisha hatulindwi katika nchi yetu, kwa sababu askari ndio wanaoendeleza mauaji. Na hiki ni kisa kibaya, kwa sababu wale tunaodhania ni wako kutulinda wanalinda, kumbe wao ndio wanaoua wananchi. Alafu kitu kinachonishangaza ni kwamba wale mawakili ambao walikuwa watetee mwananchi wa kawaida wamejitika kutetea serikali na kufunika jambo hili, kwa sababu vituo vya televisheni ndio baadhi tu vinajituma ili kuleta habari za kina kuhusu kifo cha Albert Ojwang. Je, kila mtu anajiuliza mbona IPOA wasilete kanda za video za footage za askari hawa wakiangamiza huyu Albert Ojwang? Mbona kituo cha televisheni kichukue jukumu la kutafuta kanda hizi, ili hali kuna shirika la IPOA? Naam, kuna kesi mingi ambazo zimekuwa zikiendelea nchini Kenya, ila kwa sababu ya mtu ambaye hana cheo au mtu wa kawaida katika serikali akipigania haki yake hatapata, kwa sababu hana uwezo wa kufuata IPOA. Na IPOA hawajakuwa wakifuata mauaji yanayoendelea nchini, kwa sababu wakati wa maandamano vijana waliuliwa, ila hakuna iliyo